neno la Mungu likamjia Hosea katika sura ile ya 3 fungu lile la 1. Hoja yangu ni hii: agano la milele na msamaha wake. Bwana Yesu asifiwe. Agano la milele, ninazungumzia mzazi ambaye amekataa hawezi kuongea na mtoto wake aliyefanya vituko fulani. Ninazungumzia mtoto ambaye anaona mzazi wake alimfanyia ubaya fulani na hawezi kumsamehe. Lakini sikiliza, anazungumza hapa agano. Hosea anaambia, hebu soma sura ya 3 fungu lile la 1. Soma kidogo. Ndio neno linasema, ninasemaje rafiki? Bwana akaniambia. Bwana akamfuata Hosea wakati mke wake Gomeri yuko sokoni, ameachwa peke yake pale. Kila mtu, hakuna anayeonekana. Sikiliza alichokifanya. Ndio akamwambia Hosea, akasemaje? Enenda tena mpende mwanamke apendwaye na rafiki yake. Mpende mwanamke apendwaye na nani? Yaani nenda kwa yule kahaba, nenda kwa yule aliye na mpenzi mwingine, nenda kwa huyo asiyefaa, huyo ambaye maisha yake yamekuwa hayana thamani, nenda kwa huyo Hosea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaposema maneno wakati yake yanakuwa magumu sana. Nenda kwa huyu, ndiye huyu aliyenifanyia 1, 2, 3, ndiye huyu aliyeniharibia maisha yangu, ndiye huyu ambaye amenifanya sasa hivi na ukimwi, ndiye huyu. Anasema nenda kwa huyo mwanamume, nenda kwa huyo mwanamke. Anasema rudi huko. Yaani ukisoma vizuri ni kana kwamba katika sura ya 2 Mungu alikuwa anatangaza talaka. Anasema sasa taifa la Israeli limeenda mbali na alipatia nini? Talaka, na sitaki tena kuwa nao. Lakini Mungu anarudi anasema, ninawahurumia watu wangu na ninawapenda. Wale watu ambao sikuwahurumia nitawahurumia tena. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia nenda, endelea kusoma pale. Anasemaje? Ndio, naye ni mzinzi. Huyo mwanamke ni wa uzinzi, kama vile Bwana wapendavyo wana wa Israeli. Kama vile Bwana anavyowapenda wana wa Israeli. Kama vile Yesu, sio sisi tuliyompenda, bali yeye ndiye alitupenda kwanza. Anasema kama Bwana anavyowapenda taifa la Israeli, kama Bwana anavyowapenda washiriki wa Mwenge, kama Bwana anavyokupenda wewe Mwakalinga, kama Bwana anavyokupenda wewe rafiki, kama Bwana anavyokupenda wewe. Anasema hivyo wewe naye ondoka. Nenda kwa huyo mwanamke wa uzinzi, nenda kwa huyo mtu asiyefaa. Mungu anazungumza maneno yaliyo magumu ambayo kama mwanadamu ni magumu kuyaelewa na kuyatekeleza. Maumivu yaliyoko ndani ya moyo, machungu ambayo yamezunguka kila kona, nikikumbuka yale yaliyotendeka. Anasema nenda kwa huyo. Ndio, ingawa wanaigeukia miungu mingine, taifa la Israeli, lakini sikiliza nilichokifanya. Ndio, na kupenda mikate ya zabibu kavu. Wakaenda wakapenda mikate ya zabibu kavu badala ya zile zilizo fresh. Basi nikajinunulia mwanamke huyo kwa vipande 15 vya fedha. Akaondoka akaenda akamnunua mwanamke wa zinaa kwa vipande vingapi jamani? Vipande vingapi? Sasa ukisikia vizuri katika historia hii, ni mahari inayolipwa kwa mwanamke bikra ambaye hajawahi kukutana na mwanamume. Halo? Ndiyo hiyo anayeenda kutoa tena, kwamba nenda ukamnunue kwa kiwango hicho cha mwanamke bikra ambaye hajawahi kukutana na mwanamume. Mungu anavyonyoosha mkono wake kwa mdhambi, anavyonyoosha, anatamani mtu huyu aelewe. Lakini mwanadamu kila siku anatanga mbali. Na sasa Mungu anamwambia nenda ukamnunua. Sasa unakuta pale sokoni tayari wameshatangaza, jamani hakuna mdau, ni wa kuacha. Alafu anakuja Hosea anasema, jamani nisubirini hapo kidogo, subirini. Watu wanaangalia Hosea wanasema, jamaa huyu yuko vizuri kweli? Huyu mwanamke anazungumzia huyu Gomeri ambaye tunamfahamu, ambaye kila mtu amemtumia hapa kabisa, huyu ndiye turudi kwake. Hosea, unasemaje Hosea? Anakuja anakuta muhuri ilishafungwa, anakuja anaishika, anaivunja chini, anasema nitamchukua kwa gharama ya mwanamke bikra ambaye hajaguswa na mwanamume bado. Mungu anasema kama nilivyopenda taifa la Israeli, ndivyo natamani muelewe ninavyotamani ndoa zenu ziwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.
Haimaanishi hata onya, haimaanishi hata kemea, haimaanishi hata warejesha, haimaanishi hata karipia. Mungu anawapenda taifa la Israeli, na hata katika maonyo, katika kukaripia huko ni kwa ajili ya kuokoa. Mungu anatafuta kutengeneza mahusiano ya ndoa zetu, ndoa zilizoharibika zikaunganishwe na yeye tena. Sikiliza.